Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu, karibu, oh. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu, karibu. Shalom mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha darasa la Biblia. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametupatia tena leo ili tupate kuzungumza habari za neno lake. Na katika kipindi kilichopita tumejifunza habari za neno lake kutoka kwenye kile kitabu cha Waebrania. Tumeona kwamba neno la Mungu ni chapa ya nafsi ya Mungu, kwa sababu Mungu anasema mwenyewe kwamba Mungu ambaye amesema na babu zetu na baba zetu katika manabii, sasa anasema na sisi katika mwana. Hebu tusome hilo andiko. Andiko linasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka kwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Hasa huu mstari wa 3 huu ndio unanibariki. Unasema kwamba yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Hebu nirudie tena hapo. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Tukaona kwamba kumbe neno la Mungu ambalo tunaona kwamba ni Yesu mwenyewe aliyefanyika mwili. Maana katika ile Yohana sura ya 1 tulijifunza kwamba ule mstari wa 14 kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, tukaona utukufu utukufu wa Mungu, kwamba neno aliweza kubeba mwili. Kumbe huyu ambaye sasa Biblia inamtaja kama mwana ni Yesu Kristo, ambaye pia Biblia inatuambia kwamba ni neno. Lakini neno tunajifunza kwamba neno ni chapa ya nafsi ya Mungu, na nikazungumzia kwamba nafsi maana yake ni nini. Unapozungumzia nafsi unazungumzia vitu vitatu. Nikasema kitu cha kwanza, nafsi unazungumzia mind au unazungumzia akili. Lakini kitu kingine cha pili, unapozungumzia nafsi unazungumzia nini? Unazungumzia uwezo wa kufanya maamuzi, willing, uwezo wa kufanya decision. Lakini kitu cha tatu unazungumzia emotion, unazungumzia hali ya kupenda, hali ya kufurahi, hali ya kuchukia. Bwana Yesu anasema amani yangu nayo hapa si kama amani ya duniani hii, ni amani ya tofauti. Kwa hiyo kuna amani ya Mungu, kuna furaha ya Mungu, kuna upendo wa Mungu, kuna namna yote, tabia zote zile za kimungu zipo kwenye hisia, zipo kwenye hisia. Kwa hiyo unaposikia kwamba ni chapa ya nafsi ya Mungu, maana yake imebeba vitu vyote, tabia zote za kimungu. Kwa hiyo ndani ya neno kuna vitu vingi ambavyo vimo mle ndani, ni package ya tabia zote za kimungu, uwezo wa kufanya maamuzi, uwezo wa kutunza kumbukumbu, uwezo wa kufanyaje, uwezo wa kufanya maamuzi, kwenye mind pale kwamba ni akili. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba akina Petro walikuwa ni watu ambao hawajasoma sana, lakini kuna wakati ilifika wakaonekana ni watu wa tofauti sana, kwa sababu hili neno likishaingia ndani yako linakuwa lina package. Sasa linawezeje kuingia ndani mwako na likaanza kufanya kazi? Biblia inatuambia kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unapolisikia na kuliamini neno la Mungu, ndipo unapoanza kuona matokeo yake. Neno la Mungu, Biblia inatuambia neno la Mungu sio kitu cha kawaida. Hebu angalia kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 4, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kumbe neno la Mungu ni kitu ambacho kiko hai, ni kitu ambacho kina uwezo wa kutambua, ni kitu ambacho kina ufahamu. Tunasema neno la Mungu lina uwezo wa kutambua mawazo. Sasa hebu imagine, ngoja nikuonyeshe kitu kama hiki. Hii ni punje ya muhindi. Ni mbegu ya muhindi, si ndio? Maana neno la Mungu linafananishwa na mbegu. Ndio maana ukisoma habari za Bwana Yesu alipokuwa anazungumzia habari za mpanzi au mkulima au mpandaji, anasema yule mtu alienda akapanda mbegu. Kuna mbegu zingine zilidondoka kwenye udongo wenye rutuba,
alafu kuna mbegu zingine zilidondoka kwenye nini? Kwenye miiba, na kuna zingine zilidondoka njiani, na kuna zingine zilidondoka kwenye nini? Kwenye mwamba. Lakini alikuwa anazungumzia nini? Alikuwa anazungumzia habari za aina tofauti tofauti ya mioyo, kwamba namna ya kupokea lile neno la Mungu, mtu anavyolipokea. Kwa hiyo mbegu, neno linapandwa kwenye moyo, mtu anavyoliamini. Mbegu ukiipanda, hii mbegu unavyoiona hii mbegu, ndani yake kuna majani, si ndio? Ndani yake kuna shina, kuna mizizi. Lakini kwa sasa hivi huwezi kuona uhai uliomo ndani ya hii mbegu. Ukiambia uonyeshe uhai uliomo ndani ya hii mbegu, huwezi kuonyesha, wala huwezi kuona majani, wala huwezi kuona mashina, wala huwezi kuona unajua hii mbegu inaweza kubeba magunia na magunia ya mahindi, kwa sababu ndani yake kuna asili ya uhai. Ndio maana Bwana Yesu anasema yeye ndiyo alikuwa mwanzo wa uhai wa vitu vyote. Kwa ndani ya hii mbegu kuna uhai, ndani ya hii mbegu kuna majani, ndani ya hii mbegu kuna magunia na magunia ya kuweza kulisha watu, lakini huwezi kuviona hivi mpaka ingie kwenye prosesi, ili uweze kuonyesha matunda, ili uweze kuona mazao, uweze kuona kilichomo ndani. Lazima hii mbegu ipandwe. Kwa hiyo neno la Mungu liko hivyo. Unavyoliamini neno la Mungu likaingia moyoni mwako, likaingia moyoni mwako, ni kwamba limekubalika. Imani chanzo chake ni kusikia. Unapolisikia neno la Mungu ukaliamini, umelipanda kwenye moyo. Sasa unapolipanda kwenye moyo, ndipo linapoanza kuonyesha uhai, ndipo linapoanza kufanyeje? Kwa sababu ni kitu ambacho kiko hai, maana yake ndani kinaanza kuanzisha sasa ufalme wa Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba li hai, linaweza kutambua mawazo, linaweza kufanya mtu akabadilika, kwa sababu neno la Mungu linatuambia hivi. Hebu angalia kitabu kile cha Wakorinto, Wakorinto ile sura, Wakorinto wa pili ile sura ya 10 mstari ule wa 4, anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ndipo silaha zetu zina nguvu katika Bwana. Yaani kwamba ili neno la Mungu liweze kuonekana na uhai, linapoingia na kuaminiwa, lazima lihakikishe kwamba yale mawazo ya kizamani, zile fikra za kizamani, zile tabia za kizamani zinatekwa nyara na nini? Na hili neno, kwa sababu hili neno lina uwezo wa kubadilisha. Kwa hiyo linapoanza kupeleka mizizi, linapoanza kufanya kazi, linapoanza kufanya kazi, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba ni chapa ya nafsi ya Mungu. Maana yake neno linakuja na tabia zake. Tabia hizi ni tabia gani? Tabia za kimungu, kwa sababu Mungu ana tabia zake. Maana hii ni chapa ya nafsi ya Mungu. Kwa hiyo unapoweka hii mbegu, maana yake unapanda mbegu nyingine kabisa ya tabia za kimungu. Unapanda maamuzi, unapanda ufahamu mwingine kabisa, ufahamu wa kimungu. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa wa tofauti. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya maana yake ni nini? Ni kwamba ile chapa ya nafsi ya Mungu ambayo ni package ya tabia zote za kimungu inakuwa imepandwa ndani yake kupitia neno, maana ameliamini neno. Kwa hiyo baada ya kupandwa ndani yake, ndipo hivi vitu vinaanza kuonekana. Biblia inatuambia kwamba ndipo sasa tunda la Roho linaanza kuonekana. Hatuwezi kupanda tunda, tunapanda mbegu. Tukishapanda mbegu, ndipo mmea unakuwa. Mmea ukisha kuwa, ndio mmea unaanza kuzaa matunda. Huwezi kumwambia mtu awe na upendo kama ndani yake hakupandwa mbegu ambayo inakuja kuzaa matunda, maana neno la Mungu linatuambia kwamba upendo ni tunda la Roho Mtakatifu, huruma ni tunda la Roho Mtakatifu. Hebu angalia maandiko matakatifu yanatuambia hivi. Lakini ile Wagalatia 5:22, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Na juu ya mambo haya hahitaji mtu kulazimishwa. Haya mambo yanakuja automatically. Ni matunda ambayo ukishapanda, ukapalilia shamba lako vizuri, mimea yako ikawa vizuri, ukapulizia dawa vizuri, ukaweka mbolea vizuri, mazao lazima utavuna tu. Haya yatakuja tu, huwezi kwenda kuyaweka, yanakuja yenyewe, kwa sababu ndani ya mtu huyu kuna mbegu ilipandwa. Ile mbegu imeota, ile mbegu imekua, ile mbegu lazima itatoa matunda.
Kwa hiyo neno la Mungu linapoingia ndani ya mtu ndio linaanza kuzaa tabia za kimungu ndani ya mtu. Na Biblia inatuambia hatimaye mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya maana yake ni nini? Kwamba ile package iliyokuja na neno package ambayo tunasema ni nafsi ya Mungu, ni chapa ya nafsi ya Mungu, imekuja na package zote. Na Biblia inatuambia kwamba neno la Mungu sio kitu tu cha kusikiliza sauti ama cha kusoma tu maandiko. Ni kitu ambacho kipo kama hii mbegu. Ukisha tu liamini na kaingia ndani ya moyo wako, linaanza kumea, linaanza kuota. Likisha ota na mwisho wa siku linaanza kutoa matunda. Lazima watu wataona tu tabia za kimungu ndani ya mtu huyo. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze. Karibu katika darasa ya Biblia tujifunze.